Haleluya, mtu wa Mungu popote ulipo. Tunamshukuru Mungu sasa. Tunasherekea siku ya Pasaka kwa sababu leo ni siku ambayo tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kufufuka huku ni safari ya siku 3 ambayo ilianza akiwa msalabani, alipopigwa msalabani na akaimwaga damu yake na akafa. Siku ya 3 alifufuka. Huu ni ushuhuda mkubwa sana ambao unatupa nafasi ya kuweza kujiuliza nini maana ya Pasaka. Watu wengi tumekuwa tukishuhudia, tumekuwa tukisherekea, pengine hatujakumbuka, hatujapata nafasi ya kujua maana ya Pasaka. Sasa nataka tuweze kujifunza maana ya Pasaka. Leo nataka tujifunze maana ya Pasaka. Mpendwa mtazamaji, maana ya Pasaka ni maana rahisi tu, na maana hiyo ndio inatufanya tujue nini ambacho Yesu alikifanya msalabani. Maana ya Pasaka ni kupita juu ya au kuacha bila kugusa. Pasaka inahusisha mateso ya mwana kondoo. Pasaka inahusisha kumwagika kwa damu ya mwana kondoo. Pasaka inahusisha kupasuka kwa pazia la hekalu la kufanya ibada. Pasaka inahusisha kufunguliwa kwa njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Pasaka inahusisha kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Pasaka inahusisha kupaa juu mbinguni kwa Yesu Kristo. Pasaka inahusisha vita kati ya uhai na mauti. Pasaka inahusisha ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo popote ulipo, twende pamoja. Pasaka ni kupita juu ya, kwa Kiingereza pass over, au kuacha bila kugusa. Mungu ameanza kufundisha neno Pasaka kuanzia katika safari ya wana wa Israeli walipokuwa wakitazama, wakifikiri namna gani wanaweza kutoka katika nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Mungu akawaambia, tafuteni wana kondoo hao mkawachinje, mkisha wachinja muweze kuchukua damu yao na kuipaka katika miimo ya milango yenu, milango ya nyumba zao. Kwa hiyo maelekezo haya ya kupaka damu ya mwana kondoo au ya wana kondoo waliowachinja katika miimo ya milango, maelekezo haya ndiyo yanaanza kutuambia nini maana ya Pasaka. Sababu iliyofanya Mungu anatoa maelekezo haya ilikuwa ni kwamba malaika atakayetumwa kuachilia pigo la kuua wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri lisiwahusu wana wa Israeli. Maana yake ni nini? Baada ya wao kuweza kupaka damu katika miimo ya milango yao, moja kwa moja malaika wa mauti alipoanza kupita aliona damu. Damu ile ilikuwa ni ishara ya kumwambia malaika wa mauti, pita, usiweze kuangamiza mzaliwa wa kwanza katika nyumba hii. Kwa maana hiyo malaika alipass over, alipita juu ya uhai wa watu bila kuugusa. Badala ya kuangamiza watu wote, basi aliangamiza wana wa Misri ambao ndio waliokuwa wakiwatumikisha wana wa Israeli.
Kwa hiyo Pasaka imeanzia huko, mahali ambapo Mungu anawaambia chukueni damu ya wana kondoo muipake katika miimo ya milango yenu, na malaika watakapopita hawataangamiza wazaliwa katika nyumba zenu. Passover inaanzia hapo. Kupita bila kugusa kunaanzia hapo. Malaika hakugusa uhai wa wana wa Israeli wote waliokuwa wamepaka damu katika miimo ya milango yao. Malaika alipita juu ya nyumba zile, hakuweza kugusa. Safari hii ikaendelea, na tangu pale, kwa sababu walitoka katika nchi ya utumwa, walianza kusherekea, walianza kukumbuka siku ya ukombozi wao, ikiwemo na siku ya pigo hilo ambalo lilifanyika. Ni pigo ambalo lilifanyika na liliweza kuleta taharuki katika nchi ya Misri. Kutokea hapo, moja kwa moja tunaona safari ikiendelea na ukombozi ukapatikana. Maisha ya Misri na Israeli katika nchi ya Misri ilikuwa ni maisha kama ya mtenda dhambi asiyestahili, aliyekuja kustahilishwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa asili, ili mtu asamehewe dhambi, lazima damu imwagike. Ndiyo maana Mungu alisema, tafuteni wana kondoo hao, mpake damu yao, mwachinje, mkisha wachinja, mpake damu yao katika miimo ya milango yenu. Maanake Pasaka sio kuchinja. Pasaka inahusisha kumwaga damu, inahusisha kupita bila kugusa, inahusisha kupita juu yao, Kwa hiyo neno Pasaka linamaanisha kwamba haijalishi ni namna gani ambao mwanadamu hampendezi Mungu, lakini anapokuwa na damu ya Yesu, anapoamini kwamba Yesu alimwaga damu yake msalabani kwa ajili yake yeye, kitendo hicho cha kuamini kinampa nafasi ya kutokuadhibiwa, kinampa nafasi ya kuendelea kuishi, nafasi ya uhai. Malaika hawezi kumwangamiza mtu ambaye amefunikwa na damu ya Yesu. Hawezi kuangamizwa mtu ambaye amefunikwa na damu ya Yesu. Kwa hiyo injili ya Pasaka inaanzia katika safari ya wana wa Israeli. Kwa uwazi kabisa, Pasaka ni tendo la Mungu kuokoa, kulinda, kukwepa hukumu kwa sababu ya damu ya mwanakondoo. Ni tendo la Mungu kuokoa, kulinda na kukwepa hukumu ya dhambi kwa sababu ya damu ya mwanakondoo iliyomwagika kwa ajili kufidia dhambi au makosa. Kwa hiyo tunasherekea Pasaka kwa sababu tumekwepa hukumu. Tunasherekea Pasaka kwa sababu tumetangaziwa msamaha. Tunasherekea Pasaka kwa sababu aliyekufa kwa ajili yetu sisi, akaimwaga damu yake, bado alishinda mauti, akafufuka. Hiyo ndio sababu inaweza kutusababisha sisi kuweza kusherekea kama kumbukumbu. Hili jambo lishafanyika miaka mingi iliyopita, wakati Yesu alipokubali kutufia msalabani kwa ajili
ya kujisomea zaidi, unaweza ukasoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 13 na mstari wa 23. Lakini pia katika habari hizi unaweza ukasoma Yohana 2 sura ya 13, Yohana 2 mstari wa 13, Mathayo mtakatifu sura ya 26 mstari wa 17, Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Hapa tutaona jinsi ambavyo Yesu Kristo alifanyika kuwa Pasaka wetu sisi. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Yesu alifanyika kuwa Pasaka wetu. Maana yake Yesu ndio mwana kondoo wa Mungu. Mungu aliona hakuna sababu ya wanadamu kuendelea kutafuta wana kondoo wa nyama, ikambidi aje duniani kwa sababu alitupenda sisi wanadamu, ili aweze kutuokoa, ili aweze kutusaidia yeye mwenyewe. Akaimwaga damu yake, akautoa uhai wake, akafa, siku ya 3 akafufuka.